Pia misukosuko na ikawa meli inazama. Nahodha akamwangalia profesa kwa mbali, akamwita profesa, akamwambia naam, akamuuliza je, na wewe umesomea kuogelea? Profesa akamwambia hapana. Akamwambia nasikitika kwa sababu maisha yako yote yanaenda kupotea. Wakati tunapotafakari machache, mwalimu wa faida. Dunia imejaa walimu wengi, walimu wa biashara, walimu wa fedha, walimu wa teknolojia, walimu wa uongozi. Lakini Isaya anamfunua mwalimu wa faida. Mwalimu wa faida katika kitabu cha Isaya 48 utasoma fungu lile la 16 hadi 17, na fungu lile la 17 inasema, mimi Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Tatizo la Israeli halikuwa kukosa habari, ila walimwacha mwalimu wa kweli na kufuata sauti nyingine. Ndio maana Mungu anawaita warudi madhabahuni. Moja, mwalimu wa faida hufundisha kwa kusudi. Neno lilotumika pale ni kufundishe, litokana na mzizi wenye maana ya kufundisha kwa mazoea, yani kumlea mwanafunzi mpaka abadilike maisha. Hivyo Mungu hafundishi kuongeza maarifa pekee, lakini hufundisha pia kubadilisha maisha. Faida anayoitoa si ya fedha tu, maana neno faida lina maana. Neno faida lilotumika pale kwa lugha ya Kiebrania lina maana ya kufaa, kuwa na manufaa, kuwa na tija, lakini kuleta mafanikio ya kweli. Kwa hivyo Mungu anasema na kufundisha kile kitakachokuletea manufaa ya kweli, kile kitakachoongeza hadhi ya maisha yako, kile kitakachokufanya uwe mtu mwenye tija. Hivyo mara nyingi tunatafuta kile kilicho cha haraka, ila Mungu anatufundisha kile kinachodumu. Mwalimu wa faida pia ni kiongozi wa njia. Ndio maana mstari wa 17 anasema ni kuongozaye kwa njia ikupasayo. Hivyo katika Biblia Mungu hafundishi tu, hatoi tu faida, ila anaonyesha mwelekeo. Anafundisha kwa kutembea pamoja na wanafunzi wake. Ndio maana Yesu aliambia wanafunzi wake nifuateni, maana kwamba yeye anatangulia na wanafunzi wanamfuata. Hivyo Ukristo si darasa la nadharia pekee, bali ni maisha ya kumfuata mwalimu. Turejee madhabahuni. Madhabahuni ndipo mahali tutakaposikia sauti ya mwalimu. Ndipo mahali mwalimu ataturekebisha. Ndipo mahali mwalimu atatuongoza. Ndipo mahali mwalimu atatupatia hekima. Ndipo mahali mwalimu atatufanya tuwe walimu wenye tija, tuwe na maisha yenye tija, tuwe wafanyabiashara wenye tija. Na siku ya leo ninawaambia rafiki, Mungu wetu ni mwalimu wa faida. Hakuna haja ya kuhangaika, turejee madhabahuni, maana mwalimu wa faida yupo anatusubiri atupatie faida. Na jioni ya leo niwaalike wale wenye biashara, wanaofuga kuku, unafanya chochote, hata wewe ambaye unataka maisha yako yawe yenye tija, usogee wakati tunapopata kuomba. Kama hawa watu hawapo, basi mimi ni wa kwanza, maana nahitaji maisha yangu yawe ya faida, niwe mtu mwenye tija, niwe mtu ninayefaa.